nijitambulishe. Naitwa Lenadia Keturia Mtumet, ni mwenyekiti mstaafu wa taasisi hii ya EMASA. Nimesimama hapa kukitangaza kitabu hiki, sio kukizindua, kwa sababu kitabu hiki kimekwisha zinduliwa siku ya tarehe 30 mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hafla ya kimila ya Afrika Mashariki. Hivyo sasa ndipo hapa kukitangaza ili sasa wasomi muweze kufaidi maarifa hii ambayo ni hadimu sana kupatikana katika mitandao za kijamii. Kitabu hiki kwa jina ni Historia na Urithi wa Jamii ya Kimaasai. Kitabu hiki mimi ndio mwandishi, ni Hesba wa hapa. Kitabu hiki pia nimekitumia miaka 4 kukiandika tangu mwaka 2023. Kwa mimi naamini leo wasomi mmepata mazingira ya kukimbilia katika maarifa, kwa sababu kwa miaka mingi tumekuwa tukisumbuka kutafuta nyaraka na maandishi mbalimbali za viongozi wetu pasipo kufanikiwa. Kwa hiyo naamini kwamba tuko mstari wa mbele kubadilisha jamii katika kuhifadhi kumbukumbu na historia ya jamii yetu. Naomba niseme kidogo, kwa sababu nimepewa dakika 5. Kitabu hiki kinazungumzia vitu vikuu viwili, yaani historia na urithi wa jamii ya Kimaasai. Nitazungumza na baada ya hapa nitaikabidhi kitabu hiki katika taasisi ya EMASA kama sehemu ya kuhifadhi kumbukumbu, kwa sababu EMASA ni taasisi, na kama ni taasisi basi ni maktaba, ni makumbusho, na ni sehemu ambayo kitabu hiki hata vizazi vya kesho wanaweza kukuta. Kitabu hiki kimeeleza historia, nimeeleza historia ya jamii ya Kimaasai tangu origin yake ilipoanza Israeli. Nimetoa udhibitisho wa dini, nimetoa udhibitisho wa jiografia, nimetoa udhibitisho hata wa kiantropolojia mpaka hapa walipofikia. Siwezi nikaeleza kwa sababu sijui kitabu, lakini nikaeleza urithi wa jamii ya Kimaasai umegawanyika katika sehemu kuu 3. Moja, urithi wa ardhi ya asili. Pili, urithi wa utamaduni. 3, urithi wa mifugo kama uchumi wa asili. Katika ardhi nimeeleza kwa kina kuhusu ardhi zetu za asili mpaka sasa hapa tulipo. Ukiangalia ramani ya Afrika, ramani ya jamii yetu kabla ya ukoloni ilikuwa inaanzia Rwekuto mpaka Kondoa. Hiyo ndio ilikuwa ramani yetu. Lakini katika swala la utamaduni tumeeleza jinsi gani utamaduni ni utambulisho wetu, ni fahari, ni hazina na ni maarifa pia. Kwa hiyo lazima tuishike utamaduni, kwa sababu culture, the best weapon or the powerful weapon which sustain our unity, it is strongest than education, than Western religion and politics. Endapo kama tutahitaji umoja, utamaduni ndio dhana imara kuliko dhana zingine. Kwa hiyo naomba sana kushika utamaduni. Tumeungana hapa leo kwa sababu ya utamaduni. Baada ya kusema hivyo, kitabu hiki kinapatikana, na kitabu hiki kwa wanafunzi wote ili muweze kunufaika maarifa hii ni kiasi cha pesa 20,000 kwa wanafunzi tu. Kwa hiyo naamini kwamba kila mtu anaweza kufikia kukinunua na kukisomea. Lakini kwa watu ambao sio wanafunzi, kitabu hiki ni kiasi cha pesa 30,000 na kuendelea. Kwa hiyo naamini kwamba tutaweza kupata maarifa hii na kuchukua kitabu hiki. Nimekuja na nakala chache, ila ni vichache sana, si kama zitatosha. Na ndugu yangu anayo. Naomba nisimamishe Masako ili kama mtu anahitaji nakala aweze kusimama na kwenda kuichukulia. Naomba Masako uweze kusimama. Yule kule nyuma. Kuna nakala chache zipo kwake. Baada ya kusema hivyo, kwa sababu napoteza muda, naomba sasa nimkaribishe mwenyekiti wa taasisi ya EMASA niweze kumkabidhi nakala hii kwa niaba ya taasisi kama sehemu ya kuhifadhi kumbukumbu kwa manufaa ya kizazi cha leo na kesho, na kuibua nafasi ya vijana katika jamii na kuonyesha kwamba vijana pia tunaweza.